wananchi wa Tana River, Waislamu, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Tumerudi tena leo Tana River. Tumerudi Hola. Mna furaha? Mna furaha? Mimi najua nyinyi mko na dhiki, kwa sababu najua nyinyi mko na njaa. Si mko na njaa? Najua nyinyi mko na njaa kwa sababu najua tumbo iko wazi, watu wanateseka na shida. Lakini pamoja na yale yote tulisema mpaka tufike Hola mara hii. Sasa kwanza nimerudi kutoa shukrani kwenu kwa kusimama imara na sisi wakati ile ya uchaguzi uliopita na kupiga kura kwa fujo sana kwa Azimio. Pili, nimekuja kusema pole kwenu, manake nimesikia masaibu yenu, shida na dhiki ambayo imekumba nyinyi hapa wakati huo. Mambo ya mafuriko ya hapa Tana River na julikana ulimwengu mzima. Ati watu wamehama kwa boma yao, wamerudi karibu na barabara. Lakini hii shida ya Tana River ya mafuriko mwaka nenda rudi inakuwa. Sisi tulijua tayari zamani kuna suluhu. Na hiyo suluhu inajulikana hata na wale wako kwa serikali. Kitu ni kwamba hakuna nia ya kupata ile suluhu ya kudumu. Wakati shida imetoka namna hii, wanakuja alikujaribu kusaidia watu na chakula hapa na pale, na alafu baadaye wanasahau tu. Hawa wana kama ile ugonjwa ya ile mnyama ambaye inaitwa nini? Ngiri. Naitwa nini? Ngiri, mnyama ambaye ako na sahau sana. Ukimchapa hapa anakimbia, akifika pale amesahau. Ati wewe ulikuwa huko hapa adui yake. Hadi hawa watu. Ndio sababu hii shida inakuja kila mwaka nenda rudi. Tamani tulisema inatakikana zijengwe, hata wataalamu tayari wamesema kuchimba zile mabwawa ya kuvuna maji, ambaye kama mvua inanyesha kwa wingi sana kule juu, inazua hiyo maji sikuja hapa chini, teremke hapa na kuleta mafuriko hapa chini. Haya yote ilikuwa imepangwa tayari na serikali ingeweka pesa, yale yote yangekuwa yamesafanywa. Yale mabwawa yangekuwa yamejengwa kuvuna hiyo maji. Na hiyo maji tuone kuleta athari kwenu hapa, yote inateremka tu naenda baharini. Na tena hapa vile vile tuko na mto Tana. Mto Tana inapita hapa na kutoka kule juu mlimani inapeleka maji baharini. Bahari haina haja na maji. Bahari kuna maji ya kutosha. Lakini sasa changamoto kubwa sana hapa Tana River ni mambo ya maji. Wananchi wanateseka na maji, na maji inapita hapa naenda huko baharini. Sisi kama wanaazimio tulikuwa tuna mpango kamili ya kumaliza hii shida once and for all kwa watu wakaukaji wa Tana River, na tungemaliza hii shida. Lakini hawa jamaa wanasema maneno ambayo hawaamini, porojo tu ndio wanaleta. Hakuna mpango. Utaona kwamba katika bajeti hakuna pesa ambayo imewekwa ili kudili na hii shida ambayo inakumba watu wa Tana River kila mwaka kwa mwaka. Sisi ndio sababu tunasema mpaka tutafute mbinu zingine. Wakati hii tutasukuma hao watu. Tuwasukume. Nataka tuwasukume. Maana yake ingawaje waliiba ushindi wetu, wao ndio wako pale, tutawasukuma ili wafanye hii na hii na hii. Lakini sisi kama chama cha ODM na Azimio tulikuwa na mwongozo mwafaka ya kuleta mabadiliko kamili kwa Wakenya.
tunasema tuko na haki 6 ya Wakenya. Kwanza, hiko haki ya kwanza ni haki ya maisha, the right to life. Kila Mkenya ambaye amezaliwa hapa katika taifa letu ako na haki ya kuishi bila mtu kujaribu kuchukua maisha yake. Pili, inaitwa haki ya kupata chakula. Kila mtu ambaye amezaliwa katika taifa letu nitakana awe anapata chakula kila siku. Utakuwa kama mtu analala na njaa. Vile gavana anasema hapa ati watu wanapigia simu, wanatumia messages, hakuna chakula, hakuna nini na kadhalika. Hiyo tumeweka kama moja ya haki ya Wakenya wote. Haki ya kupata chakula. Tatu ni haki ya afya. Haki ya afya, mtu akiwa kama ako mgonjwa, ana pesa, hana pesa, apate matibabu ya kutosha. 4 ni haki ya kupata elimu, right to education. Kila mtoto ambaye amezaliwa katika taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, asome kuanzia nursery kupitia primary, secondary mpaka chuo kikuu bila malipo yoyote. Sisi tulisema hiyo. Sisi tulisema namna hiyo. Na wale maskini ambaye hawana chochote, hohehahe, hawinde, tulisema tunawapatia nguruwe 6. Sisi tulisema namna hiyo. Tulisema namna hiyo. Na wale wa mama ambaye wana watoto na hawana mabwana, wale wajane, wale ambao walidanganywa na vijana na wanaokazaa watoto, Allah single parent mothers, sawa. Sisi tunawasaidia. Tutawasaidia hawa mama ili watoto yao wasihangaike, waweze kupata elimu sawa. Sio? Alafu ingine ni bama haki ya kupata ajira. Kila Mkenya amekuwa mtu mzima aweze kupata ajira. Aweze kupata kazi na kazi sawa pale ambaye anapata riziki ili aweze kuhudumia jamii yake. Sasa hawa jamaa wanasema ati wanatafuta kazi kwa Wakenya huko nje. Ati Wakenya wanapatiwa kazi huko sijui Arabuni, sijui kule Dubai, sijui kule Ujerumani na kadhalika. Wewe ufanye kazi ya mgonje mlango, kazi ya mpishi kwa Mwarabu kule Arabuni. Hiyo ndio kazi mnataka? Mnasema hiyo kazi mnataka? Na wasichana wanapeleka kule inaitwa harem, ile wanaume wanaingia kule na kuwapanda huko ovyo. Tunataka serikali izalishe ajira hapa Kenya, sio kutafutia wa Kenya kazi kule Arabuni. Sivyo? Kazi ya serikali ni kutafuta kazi ndani ya nchi, sio kwenda kutafuta kazi kwa watu huko ng'ambo. Alafu nasema wewe sasa unasaidia watu. Hiyo ni ujinga hiyo. Sisi tumesema Wakenya wote wawe watu sawa bila ubaguzi wowote. Watoto wetu wote waweze kupata ajira sawa. Hayo ni mpango tuko naye, ndio sababu tunasema tunataka watu waingie ndani ya chama chetu cha ODM. ODM ni mkombozi. Na ODM itatekeleza yale yote ambayo yuko katika manifesto yake. Hawa walikuwa hawana nia ya kuendeleza serikali. Walikuwa wanaendeleza tu porojo tu hovyo. Tutaangalia mahasla. Wacheni na mambo ya dynasty. Tutaangalia mambo ya mama mboga. Tutaangalia mambo ya bodaboda. Jua kali. Hiyo lugha imeenda wapi sasa? Sio lugha imepotea sasa. Ilikuwa ni uongo mtupu tu. Ilikuwa ni kama kunyamba kwa punda. Kwa mimi nataka mjiunge na chama cha ODM. Mko tayari? Mko tayari? ODM. 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 Wacha niseme mambo juu ya mambo ya mahakama.
Mahakama ni moja ya tawi ya serikali. Tuko na bunge, tuko na mahakama, au tuko na serikali kuu. Bunge kazi yake ni kutengeneza sheria na vile vile kutengeneza bajeti. Hii ndio kazi ya bunge. Lakini bunge yetu tayari imepishikwa mateke. Amepigwa teke. Hii bunge sasa imehasiwa. Imekuwa hanisi. Hana makende. Hana makende. Bunge inafanya vile wanataka kule katika serikali kuu. Manake bajeti tayari imeshatengenezwa, bajeti ya bunge, bajeti ya serikali kuu, bajeti ya counties, bajeti ya mahakama imetengenezwa tayari na bunge. Nilisema hakuna haja, manake Ruto alisema ati kuna ufisadi katika mahakama. Alisema kuna ufisadi katika mahakama. Na jaji mkuu akasema hiyo ni porojo. Yeye tayari anafanya kazi yake. Sasa kuko na tofauti kati ya mahakama na serikali kuu. Ilikuwa inatakikana kama kuna mkutano ifanywe katika bunge, sio iende katika makao makuu ya serikali. The meeting between the judiciary and the executive, if it ever told what to take place, should not have taken place in a state house. Should have taken place in parliament, which would be in this case neutral. Lakini sasa wanaenda kule, alafu wanaongea pale speaker wa bunge, jaji mkuu na bwana Ruto wanasema tumeongeza pesa kwa mahakama. Sasa sijui sheria gani ambayo imepatia rais, speaker na Chief Justice haki ya kutengeneza bajeti. Bajeti inatengenezwa na bunge. Hapana, inatengenezwa na Ruto na Mama Koome na bwana Wetangula. Hawa watu wanakashifu Kenya. Wao hawana mamlaka ya kubadilisha bajeti. Tunasema ati tumeongeza pesa kwa judiciary. That is a work of parliament. It must be approved by parliament. Lakini kwa sababu bunge ni hanisi, yote itapitishwa katika bunge hii. Ameshika bunge teke, sasa anashika mahakama teke. Sasa Kenya wako kwenye hali ya hatari. Hali ya hatari. Hali ya hatari. Sasa hii nguvu ambayo imebaki chini ya wananchi peke yao. Na sisi tutasimama na wananchi. Wananchi, mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Sawa kabisa. Sasa sisi tutaonyesha hii mwelekeo. Sasa nikimalizia sasa,